Tuko katika lunch wa mchana wa leo. Nataka nikukaribishe wewe ambao unatusikiliza kwa njia ya Yawe FM 104.9. Karibu sana katika ibada hii ya lunch hour. Na wewe ambao unatusikiliza kwa njia ya Facebook na YouTube, karibu sana katika lunch hour hii ya leo na katika wiki hili ambalo tunapambana na masuala ya afya. Haleluya. Hakuna kitu muhimu duniani kama afya. Hata ukiwa na mali, kama hauna afya, basi hauna amani, hauna furaha. Lakini afya ni kitu cha muhimu sana. Na wiki ile tulitoka ile siku ya Jumatatu, tumekuwa tunaendelea kupambana na afya na tunaendelea kupambana na afya. Haleluya. Na Mungu akituwezesha, kama atapenda, maana tunaenda kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Ikibidi na wiki ijayo tuendelee na afya, tutaendelea na afya. Lakini tunatamani kwamba kila ambaye anashiriki ibada hizi basi awe na uzima na kisha awe nao tele. Haleluya. Kwenye ile Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 5, Biblia inatuambia, kwa sababu neno la Mungu na sala ukifanya kitu hicho kikubalike mbele za Mungu. Neno la Mungu na sala kinasababisha au inasababisha kile kitu unachokitaka mbele za Mungu kiweze kufanyika. Kwa hiyo tunachopambana tunapokuja katika wiki hii, tunapoomba kwa ajili ya urejesho wa afya, tunaomba urejesho wa afya tukiwa tumesimama sawa sawa na neno la Mungu. Ndio maana Timotheo anatuambia, kwa sababu neno la Mungu na sala ukifanya kitu hicho kikubalike kwa Mungu. Kwa hiyo tunajua kile ambacho kinatoa kibali, kwa kile ambacho kinapaswa kiweze kufanyika au kukubalika ni neno la Mungu. Haleluya. Basi tuende katika lile neno letu kuu la urejesho wa afya, ambapo ndio tunaenda kuliangalia katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 30 mstari wa 16. Anasema, basi watu wote wakulao wataliwa na adui zako wote watakwenda kufungwa, kila mmoja wao, na hao waliokuteka nyara watatekwa, na wote wanaokuwinda nitawafanya kuwa mawindo, maana nitakurudishia afya, nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Mahali popote ambapo afya imeharibika kuna majeraha. Haleluya. Wakati mwingine ni majeraha tu ya kujiuliza, kwa nini nimepita katika hali niliyopita? Kwa nini nimeumwa jinsi ambavyo nimeumwa? Lakini wakati mwingine majeraha yanatokana na wale ambao wanakuuguza. Unakuta wanazungumza maneno magumu, kwa hiyo unapata majeraha ndani ya moyo wako. Na yale majeraha unayoyapata kwenye moyo wako yanakuwa ni mlango wa afya yako kuzidi kuharibika na kuongezeka kwa magonjwa mengine. Kwa sababu moyo wako unapojeruhika, ina maana kwamba kupokea uzima kwanza inakuwa ni ngumu pia, lakini kupokea uponyaji inakuwa ni kitu kisichowezekana kabisa. Ndio maana Mungu anasema, linda moyo wako kuliko vyote vilindavyo, maana hapo ndipo zinapotoka chemchem za uzima. Sasa Mungu analijua hilo. Ndio maana anasema nitakurudishia afya na kuponya majeraha. Kwa sababu hivi vitu viwili ni lazima viweze kwenda sambamba kama kuna kitu kinatakiwa kitokee. Liwe ni jeraha ambalo umelipata kwa sababu tu ya mateso uliyoyapata kwa muda ambao umeumwa, lakini pia au liwe ni majeraha kwa sababu ya watu wanaokuuguza. Labda unaweza kuwa umeparalyze, uko hapo kitandani wewe unanisikiliza, umeumwa muda mrefu, lakini wale watu wanaokuuguza tayari wameshachoka, wakati mwingine hata huwaoni. Kwa hiyo ndani yako una majeraha na wakati mwingine unatamani hata uwalaani. Ninaomba leo uachilie moyo wako mbele za Bwana, ili Mungu akafanye jambo alafu akuinue hapo ulipolala. Kwa sababu ina maana moyo wako ukishapona ni kitu tu cha sekunde moja Mungu kuweza kukuponya. Lakini moyo wako ukiwa na majeraha, wewe kupona kwako kunakuwa ni kugumu sana. Nitarudia hiyo mistari. Anasema, basi watu wote wakulao wataliwa na adui zako wote watakwenda kufungwa, kila mmoja wao,
na hao waliokuteka nyara watatekwa, na wote waliokuwinda nitawafanya kuwa mawindo, maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako zote, asema Bwana. Haleluya. Lakini pia ninataka twende tukaangalie ile Zaburi ya 46 mstari wa 1 mpaka wa 3. Anasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hautaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake. Tunapaswa tujue kwanza kwenye Biblia mlima unawakilisha kitu gani? Haleluya. Kumbuka Yesu anasema, yoyote ambiaye mlima ung'oka ukatupwe baharini, naye asione shaka moyoni mwake, litakuwa la kwake. Amina. Lakini hapa tunamuona mtunzi wa Zaburi anasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Magonjwa ni mateso, ni kwa sababu yana maumivu makali, na mtu anayeumwa usiku hawezi kulala, mchana hawezi kulala. Yaani Ayubu anasema kwamba nilipodhani kwamba ninaweza nikapanda kitandani ili niweze kupumzika, ukanijia na ndoto mbaya za kunitisha. Unapokuwa katika majaribu ya magonjwa, mara nyingi watu ambao wanaumwa na wameumwa muda mrefu, shetani anawavamia na ndoto mbaya, kuwaonyesha wamekufa, kuwaonyesha kwamba kuna watu wamekaa mahali hapo. Utakuta mtu ambaye ameumwa muda mrefu atajikuta anaota kwamba watu wamekaa wanaimba tenzi za rohoni, yaani vitu vyote vinavyoishiria mauti. Haleluya. Sasa hapa anasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake. Maana yake nini? Kwamba tunapokuwa katika mateso, tunapokuwa katika maumivu makali, cha kwanza tunachopaswa kukiona ni kwamba Mungu ni kimbilio na msaada unaoonekana tele. Msaada wetu wa kwanza ni Mungu, pamoja na kwamba kuna hospitali, kuna madaktari, lakini tunapaswa tujue kwamba bila Mungu hata huyo daktari hana uwezo wa kukusaidia. Kwa sababu uhai wetu uko mikononi mwa Mungu, na kwa sababu uhai wetu uko mikononi mwa Mungu, ili huyo daktari akusaidie, ina maana ni lazima uwe umepata kibali kutoka kwa Bwana. Lakini anasema haijalishi hiyo milima imesimama kiasi gani, kwamba hiyo milima ni mikubwa kama mlima Kilimanjaro, yaani ni mlima ambao ukiangalia kung'oa ni kitu ambacho kinaonekana kama hakiwezekani. Anakuambia kwamba kwa hiyo hutaogopa, yani usiogope hata kama nchi itatetemeka na milima moyoni mwa bahari na maji yake atakapovuma na kuumuka, kwamba uko katika mawimbi makali sana katika maisha yako. Mungu anakuambia usiogope, kwa sababu umeamua kuweka tumaini lako kwa Mungu, na Biblia inasema tumaini halitayarishi. Kwa sasa umeamua kuweka tumaini lako kwa Mungu, na Biblia inatuambia kwamba tumaini halitahayarishi, na kama tumaini halitayarisha, anasema kwa hiyo hautaogopa ijapobadilika nchi. Maana yake nchi, tunapozungumza nchi, ni nchi inayokuzunguka katika hali ya mtu binafsi. Ndio maana anasema kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio na msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Haleluya. Kwa hiyo sasa hapo unapaswa ujue kwamba tunapozungumza nchi, hatuzungumzi nchi kama taifa la Tanzania. Tunazungumza nchi kama wewe pamoja na boma lako. Ndio maana ikaitwa Israel, ni mtu. Pamoja na kwamba Israel ni taifa, lakini tunapaswa tujue alikuwa ni mtu, na wakati akizungumza naye alikuwa ni mtu, kulikuwa hakuna watu nyuma yake. Kwa hiyo sasa hapa anakuambia, kwa hiyo hautaogopa ijapobadilika nchi. Kwa ina maana kwamba nchi inaweza ikakubadilikia.
unaweza ukaumwa, ukapita na majaribu mbalimbali, ukapita na magumu mbalimbali. Anasema kwa hiyo hautaogopa ijapobadilika hiyo nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake yajapovuma na kuumuka. Maana yake ni kwamba mawimbi ni makali, bahari imechafuka. Ndio pale sasa Isaya anazungumza juu ya neno hili, anasema ujapopita katika moto hautakuteketeza, ujapopita katika maji mengi hayatakugharakisha. Ndio neno hilo sasa unakuja kuliunganisha na hii Zaburi ya 46, unapata maana halisi ya kile ambacho Mungu alikuwa anaongea. Haleluya, haleluya. Okay, anasema kwa hiyo hautaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopepesuka milima katikati, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake. Tunajua kwamba shetani anaweza kanyanyua hiyo milima kwa kiburi alicho nacho. Ndio maana ikatumika kiburi hapa, kwa sababu mlima kama mlima hauwezi kuwa na kiburi. Haleluya. Ina maana hapa hili neno linalozungumza linazungumza ni mfano, lakini sio uhalisia kwamba kuna mlima huko mbele. Lakini yale mambo ambayo yamenyanyuka kwenye maisha yako, magonjwa yaliyonyanyuka kwenye maisha yako, wewe ukiangalia ni mlima ambao unaonekana kama hauwezi kung'oka, lakini bado Mungu ana uwezo wa kung'oa. Tukienda kwenye ile Luka 10:19 anasema tazama nimewapa amri, sio nimewaomba. Anasema tazama nimewapa amri. Anasema sijawaomba au hajasema nendeni. Ametumia neno amri. Haleluya. Maana yake ni mamlaka aliyoyaweka juu ya mwili wake ulioko duniani, ni mamlaka aliyoyaweka juu ya watu wake walioko duniani. Ndio maana akasema tazama nimewapa amri, hakusema nimewatuma. Haleluya. Tukienda kwenye wito mkuu anasema enendeni ulimwenguni mote. Lakini tunapokuja sasa hapa katika habari ya kupambania kile ambacho tunataka tukione katika uhalisia wa damu na nyama, hatuambii enendeni, anasema nimewapa amri. Maana yake ni oda. Haleluya. Anasema tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Tunapoingia katika kupambana, haleluya, haijalishi hiyo ngome ni kubwa kiasi gani. Haleluya. Haijalishi hiyo ngome ni mlima ambao ni mkubwa, tena ni mlima wenye kiburi kama tulivyosoma. Haijalishi ndani ya huo mlima kuna bahari. Maanake ametuzungumzia mlima, lakini akatuambia ndani ya huo mlima kuna bahari. Haleluya. Iliyoinuka. Haleluya. Iliyoinuka na kuumuka, kwamba hii bahari imeinuka, na sio imeinuka tu, imeinuka na kuumuka, ina maana imevimba. Haleluya. Kwa hiyo hii bahari iliyovimba, haleluya, Mungu anasema tazama nimekupa amri ya kuikanyaga, kwa sababu hii bahari na huu mlima ni ibilisi. Huu mlima ni haleluya, ni nyoka, ni nge, ni vitu ambavyo vimesimama mahali hapo, ambavyo vinakuonyesha kwamba mahali hapa huwezi kupita, mahali hapa huwezi kuvuka, mahali hapa huwezi kuenda. Ndio maana anasema nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakacho kudhuru. It is very important kujua kwamba unapoingia kwenye spiritual warfare, kitu kinachoitwa roho ya malipizi, kama unalielewa hili neno vizuri, halina nafasi, kwa sababu Mungu anafanya kazi katika nguvu ya ufahamu, na vice versa, na shetani naye anafanya kazi katika nguvu ya ufahamu. Na ndio maana mtu mwenye ufahamu, shetani anapomuona, hata kama kuna pepo lilikuwa linasumbua watu wanakemea, anapoingia yule ambaye ana ufahamu, haleluya, kwa sababu shetani anajua na ufahamu, akisema tu out, haongei maneno mengi, anatoka. Kwa sababu gani? Hana kitu cha kushindana naye. Haleluya. Kwa hiyo sasa hapa anaposema tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui,
wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Neno hili liingie ndani yako. Neno hili liwe sehemu ya maisha yako. Wakati yule mjaribu anapojaribu kuja, maana Biblia inasema ni kama simba angurumaye akizunguka akitafuta wa kummeza. Anapozunguka katika eneo ulipo, kwa sababu umeanzisha vita. Haleluya. Kwa sababu tunapozungumza kumng'oa ibilisi, haleluya, kwenye mwili wa mtu, kwa sababu shetani hawezi kukaa nje ya mwili. Ili aweze kuishi ni sawa na kupe, ukimtoa katika mwili ina maana kwamba umemuua. Kwa hiyo shetani ili aweze kusurvive ni lazima akae kwenye mwili, na atafanya chochote anachoweza ili aweze kukaa kwenye huo mwili. Kwa hiyo unapotaka kumng'oa kwenye mwili wa mtu, iwe ni mwili wako, iwe ni mtu ambao umeamua kukaa naye hapo, kwanza kumpambania vita kwamba huyu mtu ninataka nimtoe katika roho ya uharibifu na mauti. Haleluya. Ndani yako ni lazima uelewe kwamba unapopambana hiyo vita, hata kama shetani ataamua kuumuka, haleluya, na bahari itaamua kuchafuka, ndani yako nataka ujue kwamba hana uwezo wa kukufanya kitu chochote. Yaani ndio maana ninarudia mahali hapo, ninarudia kwa sababu watu wengi wameshindwa kupata ukombozi wao. Watu wengi wameshindwa kupata uponyaji wao kwa sababu ya kuogopa kitu ambacho wamekipa jina roho ya visasi na roho ya malipizi. No. Hicho mimi ninakataa kwa herufi kubwa. Haleluya. Wewe jijue kwamba wewe ni nani ndani ya ufalme. Ukitembea jua kwamba wewe ni mwana wa Mungu, alafu ujue kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Na aliyoko ndani yako ni mkubwa kuliko aliyoko nje. Yaani vitu hivi vinatakiwa viwe ni sehemu ya tafakari. Tusiwe na tafakari moja tu ya kwamba kwa kupigwa kwake Yesu nimepona, lakini nataka uwe na sehemu kubwa ya tafakari yako ya maisha iwe ni juu ya mamlaka ulionayo. Kwamba ni mamlaka gani unayo katika ufalme. Hii katiba ya mbinguni inakuruhusu kufanya kitu gani na haikuruhusu kufanya kitu gani. Haleluya. Kwa hiyo sasa ina maana kwamba ile tafakari yako inapokuwa best katika mamlaka, ina maana utaepuka maonevu mengi sana ambaye ni very unnecessary. Yale maonevu ambaye hayana sababu kwako, yale maonevu ambaye hayana sababu kuja juu yako, hayatakuja kwa sababu Mungu ndio ngao na kigao. Yeye ni msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Kwamba sasa shetani anataka kukuvamia, lakini basi Mungu yuko mahali hapo kama ngao na kigao. Haleluya. Tukienda katika ile Warumi 8 mstari wa 1, anasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu. Haleluya. Juu ya yoyote ambaye amefika mahala akamjua Mungu. Na ukishamjua Mungu, nikizungumza Kristo Yesu, Biblia imesema kwa Kristo Yesu. Haleluya. Kwamba ukimjua Mungu, Biblia inasema hakuna adhabu, hakuna hukumu ya adhabu. Ndio maana Biblia inasema nanyi mtaifahamu kweli na kweli itawaweka huru. Kwa hiyo ina maana kwamba ndani yako, pamoja na kwamba shetani anatembea na hati za mashtaka, lakini Biblia inasema kwamba hakuna hukumu ya adhabu juu ya wale walioko ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo haijalishi ana hati za mashtaka za namna gani, lakini ukiwa unajua kwamba ndani yako Mungu anasema hakuna adhabu juu ya hao walioko ndani ya Kristo Yesu, ina maana shetani hata kama na hati za mashtaka za kuleta uharibifu na mwisho wa yote hatimaye kuondoa maisha yako, hana uwezo wa kufanya hivyo kama wewe utakuwa unaelewa mamlaka yaliyoko juu yako. Haleluya. Anasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Mauti ni sheria na uzima ni sheria. Haleluya. Na kama mauti ni sheria na uzima ni sheria, Biblia inatuambia ukiwa ndani ya Kristo Yesu, ina maana ile sheria ya mauti ambayo inaleta mauti juu yako haina nguvu, kwa sababu ni sheria, ni mamlaka.
Ndio maana inasema kwamba mauti na uharibifu vinasema tumesikia habari za mtu huyu. Ina maana vinasikia na vinafuata sheria waliowekewa. Haleluya, sijui kama naongea vitu vigumu. Lakini kwa mtu ambaye anamjua Kristo, Biblia inasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao. Adhabu ndani yake ina magonjwa, adhabu ndani yake ina hukumu nyingi, ina mapigo, ina balaa, ina mikosi, ina nuksi, ina vitu kutokufanikiwa ndani yake, ina umaskini ndani yake. Hivyo vyote ni hukumu za adhabu, sio zinazotoka kwa Mungu, bali ni shetani anazozitendea kazi. Ndio maana hapa natuambia sasa basi, yaani kuanzia sasa basi, haleluya, hakuna hukumu ya adhabu juu yao wale walioko katika Kristo Yesu, wale waliomkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Unajua, tunapozungumza uponyaji lazima ujue kuna uhalali. Ndio maana Mungu anasema kwamba kuna chakula cha watoto. Hata kama wewe sio mtoto unaweza ukapata chakula. Ndio maana yule mama akasema hata yule ambaye sio mtoto basi atakula hata makombo. Haleluya. Ni kweli unaweza ukapokea uzima wako, lakini kuna uzima tunaotafuta katika maombi haya tuliyoyaanza Jumatatu. Hatutafuti uponyaji wa kwamba kichwa kinaniuma alafu kinyamaze. Tunatafuta uponyaji ambao utakuwa permanent, kwamba magonjwa sasa yafike mahali yaache kukimbizana na wewe, yafike mahali wazungu wanasema it should just leave you alone, yani kuache uendelee na mambo yako, alafu na yenyewe yatafute mtu victim mwingine yaende kupambana nayo. Ndio uponyaji ambao tunapambana nao wiki hii, kwamba upone, lakini mbali na kupona magonjwa yafike yawe mbali na wewe. Haleluya. Ndicho tunachokitafuta, kwamba leo mara naumwa na kichwa, mara naumwa na mguu, mara sijui naumwa na tumbo, mara sijui naumwa na mgongo. Sawa, hivyo tunaenda kuvikemea na vitaondoka. Lakini mbali na kuvikemea na kuviondoka, tunatafuta permanent solution. Yaani tunatafuta kwamba sasa magonjwa yafike mahala ya kujue kwamba wewe ni nani, yajue mamlaka na nguvu na uweza ambaye Mungu ameachilia juu yako. Alafu yakifika mahala yakajua hivyo, yafike mahala aseme huyu mtu tena hatuhangaiki naye, wacha tutafute victim mwingine. Haleluya. Anasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru. Kilichomsababisha Yesu asiumwe katika miaka 33 aliyoko hapa duniani, kwa sababu Yesu kweli anajua sikitiko, anajua huzuni, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Lakini kuna kitu kimoja Yesu hakukipitia, ndio kitu ambacho tunakiona hapa, na hicho ndicho nachotaka tukiangalie na uweze kukitambua. Anasema kilichomsababisha Kristo Yesu asiumwe ni sheria ya uzima. Kwa hiyo uzima ni sheria, mauti ni sheria. Ndio maana kwenye Torati anasema chagua hivi leo, nimeweka mbele yako mauti na uzima, chagua. Haleluya. Ina maana kwamba tuna uwezo wa kuchagua ni sheria ipi itakayofanya kazi ndani yetu, na tukishachagua ni sheria ipi itafanya kazi ndani yetu, ina maana ile sheria ambayo hatuitaki ifanye kazi ndani yetu inakosa nguvu, inakosa uwezo na inakosa mamlaka. Ina maana sasa haiwezi tena kutawala, haiwezi kureign kwenye maisha yako. Haleluya. 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 Kutoka 11:7 tutamaliza hapo kwa leo, alafu tutaendelea tena kwenye Evening Glory, alafu tutaendelea tena kwenye kile kipindi chetu kizuri kabisa tukipendacho cha saa ya kuchoma takataka. Anasema lakini, kutoka 11:7 anasema lakini katika wana wa Israel. Haleluya. Tukisema wana wa Israel leo hatutasema katika wana wa Israel, tutasema katika hao walioko katika Kristo Yesu. Tunarudi sasa kwenye ule mstari wa Warumi ambao ndio unatuunganisha mahali hapo. Anasema lakini katika wana wa Israel. Tunarudi kwenye ile Warumi tupate tafsiri ya hiyo sentensi. Maana sisi tu uzao wa Ibrahim kwa imani.
Na kama sisi tu uzao wa Ibrahim kwa imani, ina maana sisi pamoja na kwamba sio Waisraeli, lakini mbele za Mungu tunahesabika kama Waisraeli. Haleluya! Kwa sababu sisi tu warithi pamoja naye, tumeunganikwa katika zile ahadi zilizoko mahali pale. Sasa tunakuja katika ahadi hiyo hiyo, tunarudi kwenye ile Warumi 8:1 ili tupate maana ya hili neno linalosema lakini katika wana wa Israeli. Haleluya! Inasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walioko katika Kristo Yesu. Kwa hiyo hapa inasema, ina maana tuna uwezo wa kuzungumza katika leo. Ina maana unaposoma Biblia yako katika leo, ina maana neno hili utaliweka au utaliframe kwa staili hii. Utasema lakini katika wale walioko katika Kristo Yesu hapana hata mbwa atakayetoa ulimi juu yao. Haleluya! Sasa hili ni neno. Tukisema mbwa, tunajua mbwa kazi yake ni kuvamia. Mbwa kazi yake ni kukung'ata. Mbwa kazi yake ni kukuletea maumivu kama akiachiliwa kwa ajili ya kukudhuru. Mbwa anaweza hata akakuua. Haleluya! Inategemea kwamba ni mbwa wa aina gani. Tuna mambwa, kuna Maosession, kuna yale mambwa makubwa yale, sijui hata yanaitwa kitu gani, German Shepherd, sijui makitu gani. Yani yakiagizwa kuua yanaweza kuua. Sasa hapa Biblia inatuambia, inasema lakini katika wana wa Israeli au katika wale walioko katika Kristo Yesu hapana hata mbwa atakayewatolea ulimi juu yao, na juu ya mtu wala juu ya mnyama. Mnyama maana yake juu ya mifugo ulionayo. Mungu anajua kuna watu wanafuga ng'ombe, kuna watu wanafuga samaki, kuna watu wanafuga kuku. Sasa neno hili, haleluya, maana tunapozungumza uponyaji, hatuzungumzi uponyaji tu kwetu, tunazungumza uponyaji na kwenye mifugo yetu. Haina maana Mungu mimi aniponye alafu kuku zangu zife bandani. Haina maana mimi Mungu aniponye alafu mbuzi zangu zife. Haina maana mimi Mungu aniponye alafu kondoo zangu zife au ng'ombe wangu afe wakati anajifungua. Ndio maana neno hili anasema hakuna mbwa atakaye kukutolea ulimi. Haleluya! Wala juu ya mnyama wako. Haleluya! Anasema ili kwamba mpate kujua jinsi Bwana anavyowatenga wa Misri na Waisraeli. Haleluya! Tukisema wa Misri tunamaanisha nini? Tukisema wa Misri tunamaanisha watu wasioamini katika ahadi za Mungu. Lazima pawe na tofauti. Tukienda kwenye kitabu cha Malaki, na anasema itajulikana kati ya wale wanaonitumikia na wale wasionitumikia. Lakini wale wanaomtumikia wanapita katika mapito yale yale kwa sababu ya neno moja. Wameangamia kwa kukosa maarifa, hawajaifahamu kweli. Wakifahamu kweli watakuwa huru na wataishi sawasawa na agano na neno lililoachiliwa juu ya maisha yao. Haleluya! Basi kwa maneno hayo machache naomba uweze kusimama. Haleluya! Tuokoe muda. Sema Mungu. Na wewe ambao unanisikiliza kwa njia ya Yawe FM, ukiweza kusimama, kama uko kazini uweze kusimama, basi it is okay. Hakikisha tu una headphones zako masikioni. Pale pa kuweza kuomba utaomba, pale pa kukiri utakiri, pale pa kutamka utatamka. Ukiona kabisa ofisini kwako haiwezekani, wewe sema amen. Maana yake na iwe hivyo. Wewe endelea tu kusema amen. Endelea tu kusema amen. Ina maana kila ninachotamka kinakuwa hivyo. Haleluya. Na wewe ambao unanisikiliza kwa Facebook na YouTube vivyo hivyo. Sema Mungu, niko mbele zako. Ninajua neno moja. Umenipa amri. Hujaniomba bali umeniagiza kwa amri kama amri jeshi mkuu wa maisha yetu. Umetupa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, na wala hakuna kitakachotudhuru. Sasa basi hakuna hukumu juu yao walioko ndani ya Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya uzima iliyo katika Kristo Yesu
imeniacha huru. Mungu, leo hii ninaomba ile sheria ya uzima ambayo ulisema kwamba ulikuja tuwe na uzima kisha tuwe nao tele, ikapate kuonekana na kudhihirika kwenye maisha yangu. Sasa nataka useme na Bwana kabla sijaomba pointi za leo. Na unaposema kama una mtu nyumbani kwako anayeumwa, unataja jina lake kwa kuzungumza mistari hii na maelekezo haya ambayo nilikuwa ninakupa. Nimesema kwamba tunatafuta permanent solution katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tuko mbele zako sawa sawa na neno lako, tunaliinua neno lako Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, maana umesema unaliangalia neno lako ukapata kulitimiza, katika jina la Yesu, maana maneno haya ni roho na tena ni uzima. Baba, ninainua maneno haya mbele zako Jehova, katika jina la Yesu Kristo, ninayaleta patakatifu pako mchana wa leo, katika jina la Yesu, kwa ajili ya afya, kwa ajili ya uzima ya yoyote anayesikia sauti hii, aliyejiungamanisha na ibada hii, ninamleta sasa mbele zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nikiomba Baba ile sheria ya uzima katika jina la Yesu Kristo ikashuke na kupita ndani, ikashuke na kuingia ile sheria ya uzima Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambayo uliachilia pale msalabani, katika jina la Yesu Kristo, na kutoa nguvu na kutoa mamlaka na kutoa uweza, katika jina la Yesu Kristo, ninainua sheria hiyo ya uzima sawa sawa na Warumi 8:1, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo. Umesema sasa basi hakuna adhabu juu ya wao walioko katika Kristo Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naenda kinyume na adhabu zote katika jina la Yesu za magonjwa, katika jina la Yesu tunazikataa kila adhabu ambaye nyoka na nge wanaleta kwa njia ya magonjwa, katika jina la Yesu. Umesema umetupa amri ya kukanyaga, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninataka sasa uanze kuomba katika jina la Yesu wa ugonjwa ambaye daktari amekutangazia uko nao, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, huyo ni nyoka, huyo ni nge, mkanyage katika jina la Yesu, mkanyage katika jina la Yesu, mkanyage katika jina la Yesu. Kanyaga hiyo nyoka, kanyaga hiyo nge katika jina la Yesu, huyo nyoka wa magonjwa katika jina la Yesu, ambaye kiuhalisia ni roho ya Mufilis, kwa sababu anapoingia kwenye familia anakausha katika jina la Yesu hela zote zilizo benki, katika jina la Yesu akiba yote ulio nao anaichukua katika jina la Yesu Kristo. Mungu anasema nimekupa amri ya kukanyaga katika jina la Yesu Kristo. Kanyaga huyo nyoka wa magonjwa, kanyaga huyo nge wa magonjwa katika jina la Yesu, mkanyage na kumteketeza katika jina la Yesu. Ponda hicho kichwa katika jina la Yesu Kristo, hicho kichwa cha magonjwa katika jina la Yesu, hicho kichwa cha nyoka wa magonjwa, hicho kichwa cha nge wa magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Rika sakaramo saira Rabayanta ramamayanda rababayanto robosika ramamasaka rababayanto robosika rabayanta ramamasaira rabosirianto robosika ramasaka rababayanto robosaka rabayanta ramamasaira rabosirianto robosika ramasaka rababayanto robosika rokobosirianto robosika, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaachilia moto wa Roho Mtakatifu, moto wa jina la Yesu juu ya kila nyoka katika jina la Yesu, juu ya kila nge wa magonjwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu. Tunakamata rungu la Bwana, tunaponda hicho kichwa cha magonjwa, tunakiponda hicho kichwa cha magonjwa. Na wewe unayenisikiliza, katika jina la Yesu kamata hilo rungu la Bwana, maana neno linasema wewe ni rungu la Bwana na silaha za
za Bwana za vita. Kamata hilo rungu katika jina la Yesu. Ponda hicho kichwa cha magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Huyo nyoka wa magonjwa mponde kichwa chake katika jina la Yesu Kristo. Huyo nge wa magonjwa ponda kichwa chake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo mponde katika jina la Yesu. Mponde na rungu la sheria ya uzima katika jina la Yesu Kristo. Kamata rungu la sheria ya uzima katika jina la Yesu. Mponde katika jina la Yesu. Ponda huyo nyoka na rungu la sheria ya uzima katika jina la Yesu Kristo. Robo sirianto robo saka Rababayanta ramamasaka, rababayanto robosika ramasaka, rababayanto robosaka ramamasaira, rababayanto robosika ramasika, rabayanta ramamasaka, rabosirianto robosika ramasaka, rababayanto robosika, robosirianta ramasaka, rababayanta, rababasaka ramosirianto robosika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hizo nguvu za adui magonjwa leo tunakupiga. Tunapiga na madhabahu yako, tunapiga na kuhani wako, tunapiga na washirika wako, tunapiga na wanachama wako, tunawapiga katika jina la Yesu. Tunawapiga katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila mwanachama wa madhabahu ya magonjwa anayeachilia mashambulizi juu yako, tunampiga na kumlipua katika jina la Yesu. Hayo manyoka tunayapiga, hayo manyoka tunayakatakata na upanga wa Bwana. Tunakatakata hayo manyoka yanayoitwa presha, yanayoitwa kisukari, yanayoitwa kansa katika jina la Yesu Kristo, yanayoitwa maumivu ya kichwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu, yanayoitwa rheumatism, yanayoitwa gauti katika jina la Yesu. Hizo ni nyoka katika jina la Yesu. Katakata hivyo vichwa vyao, katakata hivyo vichwa vyao, katakata hivyo vichwa vyao, hivyo vichwa vya manyoka na majoka ya magonjwa yaliyokuja kwa majina tofauti katika jina la Yesu Kristo. Rika saikoromosaka, rababayanto robosaka, rababayanto robosika, Rika yanda ramamayanta ramasaka, rababayanta rababasika, rabosirianta ramasaka, rabayanta ramamayanda, rababasika, rabosirianta ramasaka, rababayanto robosika, rokobosirianta ramasaka, rabayanta rababayanda, rababasika, rabosirianto robosaka, rabayanta ramamasaka, rabayanto robosika ramasaira, Rika saika ramayanto robosaka, rababayanta ramamasaka, rababayanto robosika ramasika, rikando robosirianta ramasaka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina linalopita majina yote, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, katika jina la Yesu Kristo. Umetupa amri katika jina la Yesu ya kukanyaga majoka ya magonjwa, ya kukanyaga mange ya magonjwa. Tunakatakata vichwa vyao, tunakatakata vichwa vyao, tunakatakata miili yao yote katika jina la Yesu Kristo na kuchoma moto. Tunaachilia moto, moto wa jina la Yesu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa jina la Yesu, moto wa Roho Mtakatifu. Robo sakaramasaka, Rabayanta ramamayanda, rababayanta ramamasaka, rabosirianto robosika ramamasaka, rababayanta ramamasaira, rika saika rabosirianta ramasaka, rababayanto robosika ramamasaka, rababayanto robosika ramasaka, rabayanta ramasaka, rababayanto robosika ramamasika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunaachilia shambulizi, tunaachilia shambulizi juu ya roho zote za magonjwa, tunaachilia shambulizi, tunaachilia shambulizi juu ya kila ugonjwa ulioko ndani yako wewe uliyejiunga na ibada hii. Tunaachilia shambulizi, shambulizi la Roho Mtakatifu, shambulizi la Yesu Kristo, tunaachilia shambulizi la jina la Yesu juu ya magonjwa yote yaliyoingia ndani yako, katika jina la Yesu tunayapiga, tunayalipua, tunayaangamiza katika jina la Yesu Kristo, magonjwa yote na majina yake, katika jina la Yesu. Tumeachilia shambulizi, shambulizi la moto, shambulizi ya mishale ya moto, mishale ya moto ikashuke sasa juu ya magonjwa yote na majina yake, juu ya magonjwa yote na uhalali wake, katika jina la Yesu Kristo. Tunaachilia shambulizi la sheria ya uzima, tunaachilia shambulizi la sheria ya uzima, tunaachilia shambulizi la sheria ya uzima katika jina la Yesu Kristo. Tunaachilia upanga, upanga wa neno ambaye ni sheria ya uzima iliyoko ndani ya Kristo Yesu, ikapite juu yako, ikapite ndani yako. Ibilisi, toka katika jina la Yesu, toka, tunakukatakata, toka, tunakupiga, toka, tunakuangamiza katika jina la Yesu Kristo. Tunakupiga na kukuangamiza, tunakupiga na kukukatakata katika jina la Yesu Kristo. Tunakuangamiza kabisa, tunakuangamiza kabisa katika jina la Yesu Kristo. Rapayanta ramasaka rababayanta rababasika rabosirianta ramasaka rababayanto robosika ramasaira rababayanto robosaka robosiri anta ramasaka rababayanto robosaira rikando robosika ramamayanta rababayanto robosaka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina linalopita majina yote, katika jina robosirianto robosaka rababayanto robosaka ramamayanto robosika rikayanda rababayanta ramamayanda rababayanto robosika ramamasaka rababayanto robosika ramasaka rababayanto robosaka rabayanta ramamasaira, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina linalopita majina yote, katika jina la Yesu tunaachilia shambulizi, tunaachilia shambulizi, tunaachilia shambulizi, shambulizi la moto, shambulizi la upanga, shambulizi la mkuki, shambulizi la mshale katika jina la Yesu, shambulizi la marungu katika jina la Yesu. Tunapiga, tunapiga magonjwa, magonjwa ndani ya JPMC katika jina la Yesu. Tunayapiga magonjwa yote ndani ya kanisa, tunayapiga magonjwa yote juu ya wale wanaotusikiliza kwa Yahweh FM, tunayapiga magonjwa yote juu ya wale wanaotusikiliza kwa YouTube na Facebook, tunayapiga katika jina la Yesu, tunayapiga katika jina la Yesu, tunayateketeza, tunayateketeza, tunayateketeza. Nasema nawe magonjwa tunakulaani katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza kifo chako kansa, tunatangaza kifo chako paralysis katika jina la Yesu. Tunatangaza kifo chako kisukari, tunatangaza kifo chako kisukari, tunatangaza kifo chako pressure. Nasema pressure you are dead, nasema kisukari you are dead katika jina la Yesu. Cancer you are dead, na magonjwa yote nisiyoyajua majina, ninatangaza kifo chako, ninakulaani, ninasema umekufa, ninasema you are dead katika jina la Yesu. You are dead. Ropo sakarama saka rabayanta ramasaka rababayanta ramasaka rababayanta rababasika rabosirianto robosaka rabayanta rababayanda rababasika rabosirianta ramasaka rabayanta ramamayanda rababasika rabosirianto robosika rikando robosika ramayanta rababayanta ramamasaka rabayanto robosika ramasaka rabab
rabayanto robosaka rabayanta ramamasika, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina linalopita majina yote, katika jina robosaka ramasaka rabayanto robosika rimamayanto robosaka rababayanto robosaira rikasaira rabayanto robosika rimamayanto robosaka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunaachilia sheria ya uzima, sheria ya uzima iliyoko ndani ya Kristo Yesu ikapite ndani ya wote walioko kwenye ibada hii, katika jina la Yesu Kristo. Sheria ya roho wa uzima, sheria ya roho wa uzima ikakuweke huru mbali na sheria ya dhambi na mauti, katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia sheria ya uzima, ninaachilia sheria ya uhai, katika jina la Yesu Kristo. Ninasema uwe hai, ninasema uwe mzima, ninasema uwe hai, katika jina la Yesu uwe hai, katika jina la Yesu uwe mzima, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatangaza uzima na uhai, ninatangaza uponyaji, ninatangaza uzima na uhai, ninatangaza uponyaji kuanzia katika utosi mpaka katika unyayo. Ninasema uwe mzima, ninatangaza uwe mzima katika jina la Yesu Kristo. Pokea uzima, pokea uhai katika jina la Yesu Kristo. Maumivu yakanyamaze kimya, maumivu yakanyamaze milele katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza uzima, ninatangaza uponyaji, ninatangaza uhai katika jina la Yesu Kristo. Uwe hai, uwe mzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sheria ya roho uzima ikatawale maisha yako kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Ile sheria ya roho ya uzima ikatawale maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Nenda na ukabarikiwe, nenda na ukafanikiwe katika yote uyafanyayo. Ukabarikiwa unapoingia, ukabarikiwa unapotoka. Chochote unachoweka mikono yako kikafanikiwe. Nuru za uso wa Bwana zikakuangazie. Pokea kibali kipya, kibali kipya kwenye jamii, kibali kipya kwenye kanisa lako, kibali kipya kwenye ndoa yako, kibali kipya kwenye familia yako. Nenda na ukakubalike, nenda na ukapendeke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ukamwone Mungu katika nchi ya walio hai. Ninatangaza ukamwone Mungu katika nchi ya walio hai, ukawe na ushuhuda wa kudumu katika jina la Yesu Kristo. Ushuhuda wako ukawe wa milele, ushuhuda wako ukawe wa kudumu katika jina la Yesu Kristo. Nenda na ukafanikiwe katika yote uyafanyayo. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi makubwa kabisa, makofi ya ushindi. Haleluya. Tukuze huyu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, tukuze huyu Bwana. Haleluya. Endelea kumpigia Bwana Yesu makofi ukiamini kuna jambo lililotokea ndani yako. Amen. Tuseme Zaburi ya 23. Bwana ndiyo mchungaji wangu, sintapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sintaogopa mabaya, maana wewe uko pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamea waliotukosea. Usitutie majaribuni, bali utuokoe yule muovu, kwa kuwa wako ni ufalme na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amen. Neema Bwana wetu Yesu Kristo
na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Pigia tena Bwana Yesu makofi. Haleluya. Sasa ni saa ya kwenda kumtolea Mungu wetu sadaka. Haleluya. Mungu anatuambia tunapoingia katika ibada tusiingie mikono mitupu. Haleluya. Ni agizo linalotoka kwa Bwana. Kwa hiyo kamata sadaka yako nzuri na Mungu akubariki kwa hiyo sadaka yako. Basi naone tusikiliza kwa njia ya mtandao. Namba yetu ya sadaka ni 0768 0768 12 12 13. Nitarudia tena 0768 0768 12 12 13, na jina litakalojitokeza ni Calvary Assemblies of God. Basi kamata simu yako ambao uko kwenye mtandao, na wewe ambao uko mahali hapa kamata sadaka yako mkononi. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, ninainua sadaka hii sasa mbele zako Mungu, katika jina la Yesu, maana ni uliagiza tusingie nyumbani mwako mikono mitupu. Nasi tumeingia katika ibada yako Bwana, nasi tunainua sadaka hii Bwana kama point of contact. Sadaka hii Bwana ikanene kwenye kiti chako cha enzi, ikanene uzima, ikanene amani, ikanene sheria ya uzima iliyoko ndani ya Kristo Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nami kwa mamlaka ulionipa ninatangaza afya, ninatangaza uzima, ninatangaza urejesho wa viungo vilivyoharibika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila kiungo kilichoharibika kikarejee sasa katika jina la Yesu Kristo. Nenda na ukawe na afya, nenda na ukawe na uzima tele katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Basi nitarudia tena namba zetu za sadaka ni 0768 0768 12 12 13. Nitarudia tena 0768 12 12 13. Tunaendelea na vita tulioianza ya operation ya kuondoa magonjwa permanently. Saa 12 kamili tutakuwa tena hewani, saa 12 kamili tena tutakuwa hewani, na saa 3 usiku tutakuwa na kile kipindi chetu kizuri cha saa ya kuchoma takataka. Tutakuwa tunachoma takataka zote zinazohusiana na magonjwa. Tukutane saa 12 jioni. Amen.